Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana. Kipekee nichukue nafasi hii pia kukaribisha tena kwenye ibada hii nzuri ya Morning Glory. Nichukue nafasi pia kuendelea kushukuru sana. Tulianza kujifunza, kama nakumbuka, tulianza Jumatatu ile iliyopita kwa habari ya kujifunza mavazi 10 ambayo yapo kwenye ulimwengu wa giza, ambayo adui anawavika watu ama adui anamvika mtu. Tuliangalia vazi la kwanza, vazi la pili, mpaka leo tunaenda kumalizia vazi letu la mwisho la 10. Na haya mavazi tuliendelea kuomba, na leo ndo tutakuwa na hitimisho ya maombi haya. Na nilikuelezea dalili, na nilikwambia unapohitaji zaidi mafundisho haya unaweza kanitafuta kwenye WhatsApp nikakutumia. Lakini pia kwa ajili ya kitabu, tuna kitabu ambacho nimeandika kitakusaidia kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kusoma na maandiko na vifungu. Lakini moja ya mafundisho unaweza kupatilia, kama hiki ni kipande ambacho umekiona leo, viko vipande kuanzia cha kwanza episode 1 mpaka 10. Bwana Yesu asifiwe. Natamani twende tukaombe, tukamshukuru Mungu. Leo ni siku nzuri kabisa ya Ijumaa. Tunataka tukamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Twende tukaombe mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo anayetetea hai, tunasema asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya upendo wako Bwana. Unatupenda tena upendo wa upeo. Asante kwa ajili ya kufa kwako msalabani. Ulikufa ukabeba laana zetu, ukabeba magonjwa na changamoto zetu. Sisi tumepona. Asante kwa maana kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Ninasogea kwako Bwana asubuhi ya leo nikikushukuru kwa ajili ya afya. Asante kwa ajili ya watumishi wako hawa wanaendelea kufuatilia mafundisho yetu. Mungu, asante kwa ajili ya upendo wako. Umetupenda tena upendo wa agape. Asante kwa ajili ya wema wako. Asante kwa ajili ya fadhili zako. Ninakushukuru Bwana. Ninasogea kwako majira haya na asubuhi ya leo nikiomba toba kwa ajili ya watumishi wako hawa wanaofuatilia mafundisho haya. Ninaomba toba kwa ajili ya madhabahu hii. Ninaomba toba kwa ajili ya anga na ardhi ya mahali hapa. Damu yako Yesu inaonena mema, ikanene mema asubuhi ya leo. Kila uhalali wa aina yoyote wa adui kuzuia tusilisikie neno, huo uhalali ninaufuta kwa damu ya mwana kondoo. Roho Mtakatifu, karibu. Ibada hii ni ya kwako. Nitumie kama chombo. Sema na watu wako hawa wanaofuatilia mafundisho haya. Wako ambao ni wagonjwa, wako waliokata tamaa, wako ambao wamekosa matumaini. Roho Mtakatifu unayewainua watu, kawainue tena tunapoenda kusikiliza neno lako. Ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii pia, kama nilivyosema, na kushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho yetu, na usiache kuendelea kufuatilia. Yako mafundisho mengi huko mbele, yako mengi kila siku asubuhi. Lakini pia siku nyingine tunakuwa live, na ukisubscribe utakuwa unapata hiyo link kila siku tunapotuma mafundisho yetu, utakuwa unapata mafundisho yetu. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunamalizia vazi letu la mwisho, vazi la mwisho, vazi la 10, ambalo vazi la 10 la ulimwengu wa giza analomvika mtu adui. Yaani kwamba kuna mavazi ambayo adui anawavika watu. Vazi la mwisho ni vazi la kifo cha rohoni na mwilini. Hili ni vazi la mwisho kabisa. Tulipita kwenye ile mavazi yote, aibu, fedhea, kukataliwa, laana, umaskini. Yote yale mavazi ambayo nimekuelekeza, mwisho kabisa, vazi la mwisho ni vazi la kifo ama vazi la mauti ya kiroho na kimwili pia. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu, kwa maana ndo tunaenda kuhitimisha, na naomba unisikilize kwa makini. Nitakusomea kama nilivyoelekeza na kama nilivyoandika. Kuna kiwango cha mwisho kabisa cha mashambulizi ya adui ambacho sio watu wengi wanatambua mapema. Ni pale ambapo mtu humvika vifungo, sio kumvika tu vifungo, bali anavikwa hali ya kifo ndani yake. Hiki ndicho kifo cha kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo uhai wa Mungu ndani ya mtu unazimika pole pole mpaka kufikia hatua ya kutoweka kabisa. Ninaposema kifo cha kiroho ni kwamba ule uhai wa kimungu ndani ya mtu unaanza kupotea taratibu taratibu, mwisho wa siku unazimika kabisa. Nisikilize mtumishi wa Mungu. Katika vazi hili mtu anaweza kuonekana hai kwa nje, anaongea, anatembea, anaendelea na maisha yake, lakini ndani yake hakuna uhai wa kiroho. Njaa ya Mungu imekufa, sauti ya Mungu haisikii tena, na dhamira yake imefifia. Hii ndio hatua ambayo giza halihitaji tena kupigana sana, kwa sababu tayari imechukua nafasi kamili ndani ya mtu.
Bwana Yesu asifiwe. Ni pale ambapo mtu utakuta hawezi kuomba tena, hawezi kufunga, anatenda dhambi, anaweza kufanya chochote, anaweza kulewa, anaweza kuzini, anafanya chochote. Kwani kwa sababu shetani amechukua nafasi ndani ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema hiki sio kifo cha kawaida. Ni hatua ya mwisho ya kutenganishwa na chanzo cha uzima, ambapo mtu anaanza kuishi maisha yasiyo ya mwanga, yasiyo ya mwelekeo, yasiyo na nguvu ya kiungu. Hapo ndipo adui anapofikia lengo lake kuu, sio tu kumzuia mtu, bali ni kumzima kabisa kiroho na hatimaye kimwili kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni hatua ambayo adui anaanza kukufiisha kiroho. Akimaliza kiroho ndo mtu anamua kabisa, mtu anakufa kabisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnaelewa. Ukisoma ile Warumi 6 mstari wa 23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Hivyo basi kuelewa vazi hili ni muhimu sana, kwa sababu linafunua hatari ya juu sana. Kuishi bila uhai wa Mungu huku ni, yaani ninaposema kuishi nje uhai wa Mungu ama kuishi nje ya uwepo wa Mungu ni kifo, ni kama mauti. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma pia kuna mambo kadhaa hapa nataka tuangalie. Tofauti 5 ya vazi hili na mavazi mengine. Tofauti 5, ziko tofauti 5. Na ile mavazi ambayo tumeangalia kule mwanzoni, ziko tofauti kama 5 za vazi hili la mauti ama vazi la kifo cha mwili na kiroho. Ziko tofauti 5. Tofauti kubwa sana ama tofauti ya kwanza na ambayo ni tofauti kubwa sana ni hii hapa. Tofauti kati ya mavazi mengine yale 10, tofauti ya kwanza ni mavazi mengine humfunga, vazi hili humzima. Yanarudia tena. Yaani mavazi yale mengine alikuwa adui anakufunga nayo, anakushikilia nayo, lakini ile vazi akikufunga anakuzima kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi yote yaliyotangulia kama hofu, aibu, laana na mambo mengine ambayo tuliangalia, una uwezo adui ana uwezo wa kumfunga mtu, lakini bado anamwachia nafasi fulani ya kupigana na kusikia sauti ya Mungu na kutafuta msaada katika hali hizo. Ingawa mtu yuko chini ya shinikizo la roho, bado ndani yake kuna kitu kinachoweza kumsaidia kuchomoka kwenye ile eneo. Nisikilize kidogo, mtumishi wa Mungu. Katika ile mavazi ambayo tumeangalia ni kwamba adui ana uwezo wa kufunika kwenye vazi la aibu, vazi la kukataliwa, vazi la laana, yale mavazi mengine tuliyoangalia. Lakini kwenye hili vazi adui akikushika, hauwezi, yani hauna hata ile hamu ya kutafuta msaada. Hauna hata hamu ya kwenda kuomba. Labda wainuke ndugu zako wakusaidia kukupeleka kanisani kukuombea. Hapo ndo unaweza kuchomoka. Tena wachungaji, apatikane mchungaji ambaye ana nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, kwani kuna wengine hawana nguvu za Mungu? Sijanielewa. Ninaposema apatikane mtu ambaye ana nguvu za Mungu, yani mtu ambaye ana uwezo wa kusikia sauti ya Mungu, Mungu anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moja ya vitu ambavyo vitakusaidia, moja tofauti ya mavazi haya na mavazi mengine ambayo tumeangalia, nimesema ni ili vazi adui akikuvalisha linakuzima kabisa, yani unakufa kabisa. Lakini unapofikia vazi la 10, kama nilivyosema, ukifikia vazi la 10 hauwezi kuchomoka, adui hawezi kukuacha. Tofauti ya pili na mavazi mengine, mavazi mengine huachilia maisha. Okay? Mavazi mengine huathiri maisha, yani narudia tena, mavazi mengine yale yanaathiri maisha tu, lakini vazi hili la 10 huondoa uhai. Yaani mavazi mengine yalikuwa yanaathiri maisha, unaweza usifanikiwe, kama nilivyokuambia, laana, unaweza usikubarike, yani maisha yako yanaathiriwa. Lakini hili vazi la 10 linakuondoa uhai. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mavazi mengine ya ulimwengu wa giza yanaweza kuathiri maeneo mbalimbali ya maisha ya mtu. Mfano, hisia, mahusiano, mwelekeo wake wa maisha. Mtu anaweza kupoteza amani, furaha au hata kusudi. Lakini bado ndani yake kuna kuwa na chemichemi ama chembe ya uhai wa kiroho. Anaweza kurudisha, Mungu anaweza kurudisha tena, unaweza kurudi tena kwa Mungu na Mungu akakurejeshea tena. Lakini unapofikia vazi la 10, hali hii ni tofauti kabisa.
Hapo sio tena swala la kuathiri maisha, bali ni kuondoa uhai wenyewe wa kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnaendelea watumishi wa Mungu. Kwa hiyo vazi la 10 ni vazi baya ambalo linaondoa kabisa uhai. Na ndio maana nasema asipopatikana mtu wa kusaidia kukuombea, una uwezo wa kufa kabisa. Jambo lingine la tatu, tofauti ya tatu. Mavazi mengine huacha ishara, vazi la 10 hujificha. Ndio maana unakuta mtu anakuja, watu wanakuja kushtuka kaisha oza, kaisha isha, adui kaisha mmaliza. Ndio watu wanakuja kushtuka kwanza kwenye maombi. Na ikifikia hiyo stage mpaka neema ya Mungu labda ihusike ndio mtu anapona. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema katika mavazi mengine, ulimwengu wa giza, mara nyingi kuna dalili zinaonekana wazi kama huzuni, hofu, kukata tamaa au kushindwa maisha. Hizi huwa ishara zinazoweza kufanya mtu hata wengine wanaweza kutambua kwamba kuna hiyo tatizo, lakini ikifika hili stage inajificha na mwisho wa siku nakufa mwenyewe wasipopatikana watu wa kukutambua, watu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Lakini dalili nyingine pia ya tofauti nyingine, mavazi mengine yanapigwa. Narudia tena, mavazi mengine yanapigwa. Vazi hili la 10 linapingwa kwa hasi, halipingwi kirahisi. Mavazi mengine unaweza ukayapinga, toka, ondoka, ukayavua yakavulika. Lakini vazi la 10 halipingwi kwa urahisi. Hauwezi kulikataa kirahisi. Hapo ndo kuna watu wanafungaga tatukavu hapo. Hapo watu ndo wanakesha, wanaomba kwa ajili ya kujidisconnect na ile vazi la mauti ya kiroho na kimwili. Nimekwambia hatua hii, katika hatua hii katika zile hatua za awali, mavazi ya ulimwengu wa giza, mtu bado anaweza kupata nafasi kubwa ya kuchomoka. Lakini kwenye hili vazi hachomoki kirahisi. Ni lazima upambane, ni lazima ung'ang'ane, ni lazima uombe. Ndio maana lazima zinahusika tatukavu hapo. Lazima ufunge, ung'ang'ane kujitenga na kuchomoka. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mavazi mengine, jambo lingine la 5, utofauti mwingine la 5. Mavazi mengine yana njia. Mavazi mengine yana njia, lakini vazi hili ni mwisho kabisa. Narudia tena, mavazi mengine yana njia na unaweza kuchomoka kwa ajili, lakini hii inakuaga mwisho asipopatikana mtumishi kama nilivyokuambia wa kukusaidia kukutoa kwenye hilo vazi. Nimesema mavazi yote yaliyotangulia sio mwisho wa safari, bali hatua zinazompelekea mtu taratibu kwenye kifungo kikubwa zaidi. Kila vazi lina nafasi yake katika kumshinda mtu ama kumshikilia mtu, lakini hili vazi la mwisho ndio unakuwa mwisho kabisa, ndio unafia hapo. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Sasa hizo ndio tofauti ambazo zipo kwenye mavazi mengine na hili vazi la mwisho. Mambo 7 adui anayoyafanya kwenye vazi la 10. Mambo 7, yako mambo kama 7 ambayo adui anayafanya kwenye hili vazi la mwisho. Jambo la kwanza nimesema mambo 7 ambayo adui anayafanya kwenye hili vazi la mwisho la 10 la mauti ya kiroho na kimwili. Jambo la kwanza, kuzima sauti ya ndani ya kiroho. Kuzima sauti ya ndani ya nini jamani? Ya kiroho. Kwa kama ulikuwa unasikia ndani yako Mungu anakuambia omba, hauwezi kusikia tena. Mungu alikuwa anakuambia funga, toa sadaka, hauwezi kusikia tena. Nimesema hivi, katika vazi hili la kifo cha kiroho au kimwili, ni jambo baya ambalo adui analifanya kuzuia sauti ya kimungu usisikie kabisa. Kwa jambo la kwanza ambalo adui analifanya kwenye vazi hili la mauti ama la kifo ama la mauti ya kiroho na kimwili, nimekwambia anazuia sauti ya kimungu au usikii tena. Hata mtu angekuhubiria hauwezi kumsikia. Labda mtu akukokote tu tuende kukupeleka kwenye maombi ndio unaweza kusaidiwa. Jambo lingine, Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ambalo adui analifanya kwenye hili eneo nimekwambia hizi dalili 7. Kupoteza ufahamu wa kweli. Kupotosha ufahamu wa kweli. Anakupotosha ufahamu wa kweli. Watu wanahubiria habari za kutoa, unaambia wezi. Watu wanakuambia habari za kwenda kumtafuta Mungu, unasema achana nao hao. Yaani adui anakupofusha akili kabisa. Huwezi kusikia sauti ya Mungu. Huwezi kufuatilia mafundisho ya Mungu. Katika vazi hili la 10, vazi la kifo cha kiroho na mwili, adui anafanya kupotosha na uelewa wa mtu kuhusu ukweli wa Mungu. Hapa mtu anasimama tena juu ya kweli, bali juu ya tafsiri potofu zinazomfanya
aamini yuko sawa wakati hayuko kwenye usawa. Adui huingiza mawazo ya uongo yanayoonekana kama hekima. Mtu anaanza kuhalalisha mambo yasiyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kuhalalisha mambo yasiyo sahihi, hupunguza uzito wa dhambi na kuona kama hakuna tatizo kuishi mbali na Mungu. Hali hii mfanya upoteza mwelekeo kabisa bila yeye mwenyewe kutambua. Nishakutana na mtu mmoja ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Alikuwa anamtumikia Mungu, anahubiri injili na nini. Shetani akaja akampiga kiroho. Alipompiga kiroho, yule bwana ukikutana naye ukianza kumhubiria habari za Mungu, anaanza kukuhubiria wewe ni mlevi, mzinzi, ana matabia mabaya. Alafu anaanza kukuhubiria wewe. Na anachukua lile neno analipotosha. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema pepo mtokapo mtu anaenda mara anatafuta mali ili akae. Akiona huyu mtu ametenda dhambi, amefungua mlango, anakuja yeye na wenzie wengine wabaya. Kwa ndicho kinachotokea. Kwa nimekwambia hupotosha ufahamu wa kweli, yani ni jamani wa Mungu. Kwa watu ambao wamefikia kwenye hii stage, anakuwa haelewi. Ndio maana mtu mwingine unaambia twende kanisa, naambia kanisani kufanya nini bwana? Amepofushwa, hasikii kabisa msukumo wa neno la Mungu ndani yake. Hiyo ni hatua ya vazi la 10 ambalo adui analipanda ndani ya mtu, la mauti ya kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine pia, imani inapotea. Imani inaondoka kabisa. Hawezi kuamini tena habari za Mungu. Adui hulenga imani ya mtu ili ivunjike kabisa. Na anapoipoteza hiyo imani, anapoiondoa ndani ya imani, ndo anampiga, ndo anamuua. Kwa pia jambo lingine ambalo jambo lingine kwenye ile eneo, hatua nyingine, kumbuka tunaangalia hiki ambacho tunakiangalia, kipengele ambacho tunakiangalia, nimesema mambo 7 adui anayoyafanya kwenye ile vazi la ngapi jamani? La 10. Nimekwambia anaondoa imani ya mtu ndani ya mtu. Anaondoa imani kabisa. Yaani hauamini tena habari za Mungu. Hata wangekuhubiria watu, hauwezi kuamini tena. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine pia, kuondoa njaa ya uwepo wa Mungu. Kuondoa njaa ya uwepo wa Mungu. Ninaposema kuondoa njaa ya uwepo wa Mungu, kwamba usikii kabisa kiu ya neno. Hauwezi kusoma tena neno. Yaani ukiona umefika stage hauwezi kusoma neno, huwezi kuomba, huwezi kufunga, huwezi kusikia sauti ya Mungu. Kwenye ulimwengu wa roho, hapo adui kakuua kiroho. Narudia tena. Kama ulikuwa ni muombaji, usikii tena kuomba, au usikii tena sauti ya Mungu ndani yako kwamba kaombe, au usikii tena kusoma neno, au usikii tena kufunga ndani yako, ujue adui kakuua. Umekufa kiroho. Unatembea lakini umekufa kiroho. Na hapa niseme na watu wengi wamekufa kiroho. Kuna watu ambao walikuwa ni waombaji wazuri, lakini adui amewapiga kiroho. Hawezi tena kuomba, hawezi tena kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Anafunga kabisa masikio ya kiroho. Si kama anaeleweka, watumishi wa Mungu. Jambo lingine pia, kupumbazika kimwili na kiroho. Yaani kuna mtu anaweza kakaa tu amekaa hivi. Ukimuuliza wewe vipi, katulia tu, haongei, hasemi chochote. Hizo ni hatua ambazo adui anazifanya kwenye lile vazi, ama ni mambo ambayo adui anayafanya kwenye vazi lile la mauti. Anakufanya kuwa kama zuzu, kuwa kama zombi. Bwana Yesu, kuwa kama mtu asiye kama ni msukure. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, nguvu ya ndani inapotea. Nguvu ya kuomba, nguvu ya kufanya chochote inapotea. Unakuwepo tu, huwezi tena kufanya lolote. Lakini pia jambo lingine, maono ya maisha yanakufa kabisa, huwezi tena kuamua kuwa na maono yoyote. Lakini mwisho wa siku, jambo la mwisho ni hamu ya kufanya chochote inapotea. Ndio maana utakuta mtu unamwambia bwana fungua biashara, hawezi. Unamfungulia genge, hawezi. Unampa mtaji, anakula. Hawezi kufanya chochote. Ukimwambia twende kanisani, anakuona mbaya. Hiyo ni hatua ya mwisho. Kwa leo natamani tuwe tukaombe, mtumishi wa Mungu, katika hizi hatua ambazo tumeziangalia na hizi silaha ambazo adui amezipanda kwetu. Natamani tuwe tukaombe, tukatae hii hatua ya mwisho. Na hapa nataka niombe na watu ambao walikuwa ni waombaji lakini hawezi kuomba tena. Na mimi nataka nikuombee upako wa Roho Mtakatifu kukutoe hapa. Nguvu za Mungu zikakuchomoe hapa. Kwa hapa natamani tuombe na watu ambao wamefikia stage ya mwisho, anahitaji msaada wa Mungu. Mimi nimekutana na kesi moja, wacha nisimulie hapa. Nimekutana na kesi moja. Kuna baba mmoja alikuwa anaomba, yeye na mke wake walikuwa ni waombaji wazuri. Wanafunga 3 kavu, wanaomba mifungo, wanatoa sadaka. Lakini shetani akaja akawapiga. Alianzia kwenye zile hatua kama nakumbuka, akawapiga kwenye uchumi, wakapigwa na roho maskini. Walipopigwa kwenye roho maskini, hawakuachiwa hapa, wakapigwa na roho ya hofu.
wakapigwa na wale wakataliwa. Walipopigwa na hivyo, mwisho wa siku adui akawakamata, akawapiga kiroho. Hawawezi kuomba tena. Kanisa hawataki, ni walevi. Yeye na mke wake wanalewa muda wote. Nikaja nikakutana nao, nikaanza kuwasaidia, kuanza kuwafundisha. Yaani mimi mchungaji naenda kuwafundisha habari ya dhambi na nini, wananiambia wewe mchungaji, sisi tunajua. Wanaanza kunihubiria mimi tena. Kwa kilichofanyika sasa, ilibidi nianze kuomba rehema kwa ajili yao. Taratibu taratibu mke wake akaja akachomoka kwenye ile hali. Tukaanza kuomba tena kwa mume wake, hivyo. Sasa hivi ninavyokuambia, mume wake ni mwinjilisti. Ni mmoja wa wainjilisti tena wa kanisa letu. Narudia tena, ni mwinjilisti, anaomba, ni mtumishi. Ni mwanangu wa kiroho. Hata hapa ananisikia ninachosema. Ni mtumishi. Anaomba. Anajituma. Ni mtumishi kabisa, anahubiri. Lakini kule mwanzoni aligaragazwa mpaka hatua ya mwisho. Yamkini huko hapa mtumishi wa Mungu ambaye anasema, mtumishi, mimi ndo maisha yangu. Mimi nilikuwa naimba kwaya mimi nilikuwa ni mhubiri mimi. Nilikuwa nafundisha watu. Nilikuwa nashauri watu. Leo siwezi tena. Adui ameninyongonyesha kiroho. Adui ameondoa upako ndani yangu. Niko mkame, siwezi kuomba tena. Siwezi kufunga tena. Siwezi kutoa sadaka tena. Nilikuwa nasikia sauti ya Mungu, sisikii tena. Nimekuwa mkame. Natamani tukaombe. Na wiki ijayo Mungu alitupa neema, tutaanza somo letu la kuombea. Tutaenda kuomba nguvu ya kibali cha kufuka kwake Yesu. Yaani kama Kristo, kipindi ambacho tunaenda kwenye kipindi cha Kwaresma, ambacho tunaenda kwenye mateso, tutakuwa nayo maombi. Kristo atakapofufuka, tukafufuke na afya zetu. Tukafufuke na vipawa na karama. Kwa hata mimi hapa ninachotaka kufanya wakati tuna majira, nataka nikuombee wewe ambao umekata tamaa. Hausikii msukumo kabisa wa maombi ndani yako. Mimi nataka nikuombee. Naomba unifuatishe maneno haya. Na leo tutaenda kuomba na kufuta kila mataifa mabaya na magonjwa. Kwa tutapita kwenye maombi yote ambayo tulianza nalo vazi la kwanza mpaka la mwisho. Lakini pia tutaenda kuomba nguvu za Mungu zikawe ndani yako. Kama ulikuwa unasikia kufa ndani yako, Mungu akakufufue tena. Natamani tuende mbele za Mungu tukaombe. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana. Nimejifunza yale mavazi 10 ambayo nimejifunza, na leo ni vazi la mwisho, vazi la mauti ya kiroho na kimwili. Tazama Bwana, nasogea kwako majira haya na asubuhi ya leo. Ninaomba toba mahali ambapo nilifungua mlango, shetani akapata nafasi ya kunipiga kiroho, nikapigwa kiroho, nimekufa kabisa. Sina msisimuko tena maombi. Nilikuwa mwombaji mzuri, nilikuwa na uwezo wa kufunga, nilikuwa na uwezo wa kusikia sauti yako. Siwezi kusikia tena, siwezi kufunga tena. Majira haya na asubuhi ya leo ninaomba toba kwa ajili ya ule mlango ambao adui aliutumia, iwe ni dhambi, iwe ni makosa, iwe ni jambo lolote nilolifanya lililompa shetani uhalali wa kuniteka na kuniua kiroho. Ninaomba toba kwa damu ya mwana kondoo. Baba, uliyesema kwenye neno lako, kwenye kile kitabu chako Bwana cha Injili ya Mathayo 11 mlango wa 28, Baba, umesema tuje kwako tulioelemewa na mizigo, tukija kwako utatupumzisha. Tazama Bwana, adui amenibebesha mzigo wa mauti, nimekamatwa kwenye ulimwengu wa roho. Ninaomba toba kwa ajili ya mimi, kwa ajili yangu mimi, kwa damu ya mwana kondoo. Huo mzigo walionibebesha, uliosababisha roho ya mauti kuingia ndani yangu, asubuhi ya leo na majira haya na siku ya leo, ninakamata hiyo roho, na ikamata roho ya mauti uliyetumwa juu yangu, vazi la mauti uliyetumwa juu yangu, mauti ya kiroho, mauti ya kimwili. Ninakataa. Toka niachie. Toka niachie. Achia imani yangu. Achia imani yangu kwa Bwana. Achia imani yangu kwa Mungu. Ninakataa kabisa kila ukame wa kiroho. Ninakataa. Nifuatishe maneno. Sema, ninakataa huo ukame wa kiroho, ukame wa kuomba, uzito wa kuomba. Achia kinywa changu, achia mwili wangu, achia jina langu, achia nafsi yangu. Najitenga kabisa na kila uzito wa kufunga, na kila uzito wa kusoma neno, na kila uzito wa kuomba. Toka niachie. Achia maisha yangu, achia jina langu, achia kibali changu, achia sura yangu, achia mwonekano wangu. Najifarakanisha kabisa na roho ya ukoo, madhabahu za ukoo. Ninavunja, ninaharibu kila nguvu za giza zilizonifunika, hilo vazi la mauti nalichana leo, nalifuta kabisa kwa damu ya mwana kondoo. Yale mavazi yote niliwahi kuvalishwa, iwe ni laana, kukataliwa, kushindwa, roho za hofu, roho za kukataliwa, nakataa, navunja kabisa hayo maagano yote, navunja kabisa. Basi na mimi nataka nikuombee, na wewe omba. Nataka niite nguvu za Mungu zishuke ndani yako, na wewe ukisikia upako wa kuomba, omba. Hapa nasikia kuna nguvu ya Mungu iko hapa. Yaani ukisikia ndani yako kuomba, omba.
Ukisikia kupiga kelele, piga kelele. Kuna nguvu za Mungu ziko hapa. Wacha nikuombe na mimi. Baba, katika jina la Yesu Kristo anadeteri hai, tumetazama mavazi 10 ambayo adui anawavisha watu. Tazame binti huyu, tazame baba huyu, tazame mama huyu. Bwana, tazama watumishi wako hawa, wako ambao wamevalishwa mavazi ya mauti, wamepandikiziwa mavazi ya mauti, na ndio maana wanaota kufa, wanaota nazikwa, wanaota wamefukiwa. Kila roho iliyoingia ndani yao, roho ya mauti, mauti ya kiroho, mauti ya kimwili, toka, machie, achia maisha yake, pigwa, machie, pigwa, machie. Shetani machie, huyu sio wa kwako, na kupokonya shetani, huyu sio wa kwako. Kwa damu ya mwana kondoo tunalipa damu Yesu. Achia maisha mama huyu, achia maisha dada huyu, achia maisha baba huyu, achia maisha kijana huyu, achia maisha yake kwa jina la Yesu. Na ng'oa kabisa hayo maroho ng'ang'anizi yaliyong'ang'ania maisha yake, yaliyong'ang'ania uhai. Na ng'oa kabisa hilo vazi la kukataliwa, hilo vazi la kushindwa, hilo vazi la kutokuolewa, la kutokuoa. Naling'oa kabisa, naling'oa kabisa. Omba, kataa. Omba nawe kataa. Waambie nachomoka leo. Waambie nachomoka leo kwenye hii vazi la mauti. Toka, mwachie binti huyu. Toka, mwachie binti huyu. Achia maisha yake, achia nyumba yake, achia uzao wake, achia kibali, achia sura, achia mwili. Roho ya mauti, pigwa na kupiga roho ya mauti, na kung'oa ndani ya mwili, na kung'oa kwenye mwili, na vua roho ya mauti, mauti ya kiroho, mauti ya kiumwili, na ivua ya roho yenye mapepo mliotumwa ndani yake ili kumuua, ili kumtesa, ili kumshikilia, na wavunja na wafarakanisha kwa moto wa damu Yesu. Imeandikwa kwenye Waebrania 12:29, na upeleka moto. Mungu umesema jina lako ni moto ulao, moto ulao, neno lako ni moto ulao. Napeleka moto kila eneo liko kamatwa mama huyu, moto ukapite, moto ukaende, ukavunje uchawi, ukavunje uganga, ukavunje mapepo. Moto uende ukarambe kila vikwazo vilivyomshikilia binti huyu. Na mchomoa leo kwenye madhabahu za ukoo, na mchomoa mama huyu, na mchomoa bibi huyu, na mchomoa baba huyu, na mchomoa kijana huyu kwenye madhabahu za ukoo walikomshikilia ili kumuua. Hamtamuua, hata kufa huyu. Kwa kupigwa kwake Kristo amepona. Na mfungua, na mweka huru kwa jina la Yesu. Natamka upako wa kufunguliwa. Pokea hiyo neema, pokea huo upako, upako wa kulindwa, upako wa kutetewa, upako wa kupiganiwa. Nguvu za Mungu ziwe juu yako. Omba, mtumishi wa Mungu. Rapa saka raba yendo rika mandoza bayando. Na achilia upako, na achilia nguvu, na achilia uweza. Rika mayandaya. Omba, mtumishi wa Mungu. Nasikia upako uko hapa, watu wanafunguliwa. Mwambie nachomoka leo. Mimi sio omba, mimi sio kushindwa, mimi sio kata tamaa. Sintafia hapa, sintafia kwenye hili changamoto, sintafia kwenye hili changamoto, sintakufa kabla sijaolewa bila kuolewa, sitafia hapa kwenye mkwamo. Wako watu ambao wamekamatwa mahali, adui anasema watafia hapa. Wengine wametamkiwa kwamba utakufa bila kuolewa, utakufa bila kuoa. Waambie sitafia hapa, shetani utaniulia hapa, sitakufa bila kujenga. Na kataa hiyo hali kwa jina la Yesu. Na kataa. Hebu jifarakanisha, waambie sitakufa, nitaishi. Nafsi yangu ikainuke, najitamkia sitakufa. Tamka hayo maneno. Rika mayandaya ropo sokotiri mayando, rika mayando robo saya ropo seketiri makanto, riga mando za bakanta. Na vunja hiyo roho ya mauti. Toka, mwachie mama huyu, achia jina lake huko mlikonipeleka makaburini. Na chana hizo sanda mlikopeleka jina lake kwenye makaburi, na chana hizo sanda, na vunja hizo kamba, na kata hiyo minyororo. Hamtamuua, hamtamshikilia, hamtamfunga, hamtamteka. Nafuta kabisa kila connection za kuzimu, na zikata hizo kamba, na mfungua awe huru. Hizo sanda na zichana, hayo makaburi na yapasua, na yavunja leo, na yafukua leo. Hizo kaburi nalivunja, hilo jeneza nalipiga, jeneza la kiroho, jeneza la kimwili naling'oa. Natamka upako kwa jina la Yesu. Hata leo tena, hata kama alikuwa mlevi, namchoma kwenye ulevi, namchoma kwenye uzinzi, namchoma kwenye uchawi, namchoma kwenye uganga. Hamtamshikilia tena kuanzia leo. Natamka upako wa kutetewa. Nguvu za Mungu ziwe juu yako, uwepo wa Mungu uwe juu yako. Malaika, nenda mfuatilie binti huyu kokote alikoshikiliwa, ukamchomoe. Mfuatilie mama huyu kokote alikokamatwa, mchomoe. Mfuatilie baba huyu kokote alikokamatwa, mchomoe. Huyu kijana mchomoe kokote alikoshikiliwa. Narejesha akili yake, narejesha ufahamu wake, narejesha utashi, narejesha nguvu ya maombi, narejesha moyo wa ibada, narejesha moyo wa kuomba. Natamka upako wa Roho Mtakatifu furike ndani yako, upako wa kusoma neno, upako wa kuomba, upako wa kufunga. Pokea nguvu ya Mungu, pokea upako wa kimungu. Sema amina. Pokea nguvu ya Mungu. Mungu akupe nguvu, Mungu akutetee, Mungu akulinde. Hautavalishwa tena hilo vazi, nayo mavazi tumeachana
na hayatakuwa kwako tena. Kuanzia leo Mungu amekuita wewe ni chombo chake kiteule. Pokea hiyo neema ya kuteuliwa na Bwana. Pokea huo upako wa kupiganiwa na Bwana. Yeye aliyesema kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 14 mlango wa 13 na 14, amesema atatupigania nasi tutanyamaza kimya, na yale uliyoyaona hautayaona tena. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kukushukuru sana mtumishi wa Mungu ambao umeendelea kufuatilia mafundisho yetu. Kama nilivyokuambia, na kualika sana usiache kuendelea kufuatilia mafundisho yetu, usiache kusubscribe channel yetu. Kuna nguvu za Mungu na kuna mafundisho mengi ambayo Mungu ameendelea kutupa. Haya ni mavazi 10 ambayo tumeangalia, na wiki ijayo tutaangalia somo lingine ambalo Mungu ametupa. Mungu akitupa tutaliintroduce siku ya Jumatatu ijayo. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Shika sadaka yako. Mungu alikuwa ananisemesha ndani yangu, wewe ambao ulitamkiwa neno kwamba utakufa, iwe ni mwanao, iwe ni chochote ambacho wakasema kitakufa, natamani tutamke upako kupitia sadaka yako hii, upako wa kufufuka, vitu vikafufuke tena, vitu vikainuliwe tena. Kama ni biashara ikainuke tena, hakuna mapoza, hakuna roho ya mapoza tena, hakuna kufa wala kuzaa mapoza. Pokea hii neema. Shika sadaka yako, acha tuombe. Shika sadaka yako, iambatanishe na haya maombi. Wako watu ambao wanafanya vitu vinakufa, vitu vinaharibika, kumbe ni adui amekuvalisha vazi la kufa. Sasa tumeomba na nimevunjika, tutatoa na sadaka. Shika sadaka yako tuombe. Sema, Baba, katika jina Yesu, ninaileta sadaka hii mbele yako Bwana. Tazama Bwana Yesu, mimi mtumishi wako ninapoileta sadaka hii, ninaiombea Baba ukanikumbuke. Kama kuna kitu kilikufa kwenye maisha yangu, mauti ya kiroho, mauti ya kimwili, kuanzia sasa sadaka hii ikanifufue tena, ikaniinue tena, nikawe huru. Sintakufa, mimi nitaishi kwa jina la Yesu. Wacha niombe na mimi. Baba, katika jina la Yesu Kristo na Nazareti hai, asante kwa ajili ya watumishi wako hawa Bwana. Waliendelea kujifunza kuanzia vazi la kwanza, hatimaye tumehitimisha vazi letu la 10. Bwana Yesu, wako ambao wameshika sadaka zao, waliahidi kwamba nitatoa sadaka siku ya mwisho ya somo la mwisho, ukawabariki. Wako ambao wameahidi sadaka, Baba ukawakumbuke katika ile mavazi yote ambayo adui aliwavalisha. Kama maadui alipeleka masadaka, kuna watu walipeleka sadaka kwenye mizimu yao, kwenye madhabahu zao, ili kuwashikilia kupitia sadaka, na watumishi wako wameleta sadaka hizi, ukawabariki, ukawakumbuke. Sadaka hii ikapigane na kila sadaka mbaya, nami ninatamka upako wa sadaka hii kuwalinda na kutetewa, kama Mungu ulivyosema kwenye kitabu cha Kutoka sura 22, ukamwambia Ibrahim, sadaka uliyoitoa itakupa uwezo wewe na uzao wako kumiliki marango ya maadui zao, marango wa kuchukiao. Na ndivyo ikawa kwenye sadaka ya watumishi wako, ikampe mamlaka ya kumiliki marango ya watesi wake. Ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Unaweza ukaachilia sadaka yako kwenye namba ya simu ambayo iko hapo, lakini pia una kwenye lipa namba ya iko hapo ya mitandao yote. Unaweza ukaituma namba yako kwenye Mpesa au Tigo Pesa, unaweza ukatuma sadaka yako, au kwenye namba ya simu iko hapo pia, lakini tuma sana kwenye hiyo simu, kwenye hiyo namba ya lipa namba iko hapo, ambao ukituma sadaka yako ambao Mungu anakusukuma. Lakini pia usiache kucomment. Natamani nisikie watu wamebarikiwa. Andika comment. Kuna watu ambao wanasikiliza mafundisho hata kutuma comment. Natamani nione comment za watu zikimwagika. Kama kuna mara hujaelewa, tuma ujumbe ili tukusaidie. Lakini pia wale ambao mnahitaji kuendelea kufundishwa, unaweza kuchukua namba yangu ya simu iko hapo. Tutakuunga kwenye WhatsApp ambao tunayo, ambao kila asubuhi na siku zote, asubuhi usiku, tunakuwa na maombi, tuna group la maombi la prayer team. Kwa Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Mungu akutunze, uwe na siku njema, uwe na siku ya baraka, na Mungu akupe neema. Mwezi huu wa 3 tunapoenda kumaliza, hakuna vazi ambalo litakushikilia tena, ukawe huru, na Mungu akakuinue, na Mungu akutunze. Amen. Mimi kwa majina pia naitwa mtumishi wa Mungu Festus Swege, mchungaji wa kanisa la Anglican. Karibu sana, niko maeneo ya kanisa letu la Anglican Kunduchi Beach. Karibu sana, nawakaribisha. Unahitaji maombi binafsi, nitafute, tutaomba. Wale ambao tuko Dar es Salaam, tulioko nje ya nchi, karibu sana, au unaweza kunitafuta tukaomba kwa pamoja. Mungu akubariki, Mungu akutunza. Lakini pia tuna vitabu, mimi ni mwalimu pia, naandika vitabu. Tuna kitabu kinachoitwa Madhabahu ya Kweli, tuna kitabu kinachosema Uchumba Uletao Ndoa Bora, tuna kitabu hiki cha mavazi 10 ambayo adui anawavisha watu, tuna kitabu kingine ambacho kinasema silaha zinazoweza kumsaidia askari wa Kristo kupambana vita ya kiroho. Lakini pia tuna kitabu kingine ambacho kinasema ndoto, zijue ndoto na tafsiri zake. Tuna vitabu vingi, kwa unaweza kujipatia nakala yako kwa soft copy na hard copy pia. Naweza nikakutumia kokote uliko duniani na Tanzania na hapa. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Amen. Asante sana.